Ya, kwa majina naitwa John King. Ya, cha kwanza usisahau kulike na kusubscribe channel yangu, ndo kwanza mpya. Lakini naamini kuna vitu vingi utavigain kutoka kwangu. Najitahidi kutafuta machimbo ya material, kujifunza zaidi vitu vingi ili niweze kushare na watu wangu wa Tanzania, East Africa, Kenya, dunia nzima. Leo nataka niongelee kuhusu kodi, tax. Natozwa kodi, pay income. Lakini watu wengi hamjui source ya kodi ilianzia wapi. Kwa nini watu walianzisha tax? Kwa nini government zilianzisha kuwatoza watu tax? Kwa nini government zilianzisha kuwatoza watu kodi walipie kwa ajili ya biashara yako? Chochote unachokifanya lazima ulipe kodi kwenye serikali. Sio Tanzania peke yake, nchi zote duniani lazima ufanye hivyo. Lakini watu hawajui source ya kulipa kodi ilianzia wapi. Katika miaka 1700 hiyo, ilikuwa mwaka 1700 hiyo, ambao nchi kadhaa zilianzisha kodi. Nyuma hapo kulikuwa kunaga kodi, ila kulikuwa kuna michango. Hiyo michango ni vipi? Yaani kwa mfano nchi fulani inapigana na nchi fulani, au wananchi wa nchi fulani inabidi watoe kiasi kadhaa kwa ajili ya kuisupport jeshi lao waweze kununua silaha pamoja na chakula. So tunarudi chanzo cha ulipaji kodi kilianza katika nchi moja inaitwa England na Amerika. Yaani nchi ya England na Amerika, lakini ilianza England. Kipindi hicho England ilikuwa inapigana na Napoleon. Umeona? Ilikuwa ni mwaka kwenye mwaka 1799 mpaka 1816. So wa England walipigana na Napoleon. So king, yani mfalme wa England akawaambia, yani kama alitoa order wananchi wake wachangie kidogo kidogo ili waweze kulipia kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kusupport jeshi lao. Ilianzia hiyo. Hiyo ilikuwa mwaka 1799 mpaka 1816. Tunakuja kuangalia nchi nyingine tena ambayo ilikuwa ni Amerika. So ni waanzilishi walikuwa ni wawili, England pamoja na Amerika. Amerika nayo ilifanyaga hivyo hivyo, ilikuwa inatoza, inaambia wananchi wachangie michango kwa ajili ya kusaidia jeshi lao, ambayo hiyo ilifanyika mwaka 1861 mpaka mwaka 1865. Kipindi hicho Amerika ilikuwa inapigana katika vita vya Civil War. Yani ilikuwa vita vya kijamii na hisi miaka hiyo. So baada hiyo kuendelea, mwaka 1874 nchi ya England wakapitisha sheria kwa kuchangia ni lazima. Unaelewa? So wananchi wote wa England wakaanza kuchangia nini? Kuchangia serikali. So ilitoka kuanzia kwenye kusupport jeshi ikaingia kuchangia nini? Serikali. Ili serikali iweze kupata hela iweze kuendesha nchi. Na kirudi kwenye American tena wakapitisha sheria inaitwa 16. Ilikuwa ni sheria ambayo ilipitishwa rasmi, ilikuwa 1913 nchini Marekani. Ilikuwa 1913 walipitisha sheria ya ulipaji kodi, ambao wakaanzisha kodi ya kwanza ambayo ilikuwa inaitwa Tea Party. Yani ilikuwa inaitwa Tea Party. Boston haba wanaoishi Marekani watajua. Boston huko walianzisha Tea Party. Na hii idea ya kulipaji tax au kulipa kodi ilichukua miaka 50 mpaka nchi zingine dunia nzima zianze kuadapt sheria. Baada ya hapo ndo nchi zingine zote zikaanza kutembea na sheria ya ulipaji kodi, kulipa kodi. Na lengo lilofanya wananchi wengi wa miaka hiyo wapige kula kwa ajili ya sheria ya ulipaji kodi ipitishwe, kwa sababu walifikiria kuwa ulipaji kodi wataumia zaidi ni matajiri, sisi maskini tutapona. Kumbe kitu ambacho walikuwa hawajui, mfanyabiashara siku zote anatafuta njia ya kujiokoa ili hela yake isiende nyingi. Unaelewa? Ila mfanyakazi wa serikali yeye anachoamini anategemea tu afanye kazi alipe mwisho wa mwezi. So wafanyabiashara wakatafuta njia ambayo inaitwa corporation au LLC. Hiyo corporation ni either kawa ni group la matajiri au group ya jamii fulani au society fulani au taasisi ambao matajiri wanaungana kwa ajili ya kuanzisha biashara fulani ili waweze kupunguza kodi. Kwa mfano, asilimia kubwa ilikuwa inatumika na matajiri wengi ambao walikuwa na miliki
wanaomiliki mameli walikuwa wananunua meli na kwa ajili ya kufanya usafirishaji. So walikuwa wanaungana kama tajiri 100, wanachanga hela, wananunua meli. Hiyo meli hiyo inakuwa faida inagawanywa kwa matajiri wote. So kodi ambayo itatoka hapa itakuwa ni ndogo. So walitafuta njia jinsi ya overcome hizo kodi. Na baada hapo sheria ya kodi ikaanza kuwanyonya sana maskini na watu wa middle class. Middle class ni wale ambao wana maisha ya kawaida. Maskini na middle class. Kwa sababu gani? Middle class pamoja na maskini kabisa ambao naita poverty walikuwa hawana uwezo, so wanategemea wapate hela yao ndio ikatwe walipe kodi. Lakini matajiri ni wao wanaingiza hela kwenye kampuni zao, wanatumia hela inayobaki ndo wanakatwa kodi. So matajiri wanatumia njia ya kuwa wananunua majumba, wananunua vitu wanaweka kwa njia nini? Kama expenses. Yani kama ni expenses ya biashara. Lakini nyumba zile zinakuwa ni za kwao, wanaishi wao. So wanapata hela nyingi, wananunua vitu vingi, alafu hela ndogo inayobakia wanasema tumepata kiasi kadhaa, serikali ndio inakata kodi. Lakini wewe ambao umeajiriwa leo, kabla hujapokea hela, unakatwa hela yako, alafu ndo unapewa hela inayobakia. So unaweza kuwa umelipwa 800,000 wanakata sijui NSSF mambo kibao ndani, unakuja kupokea 200,000. So utofauti kati ya matajiri na maskini kuwa matajiri au wafanyabiashara wanakatwa baada ya matumizi. Wewe kabla ya matumizi unakatwa hela. John hapa, John King. Usisahau kulike na kusubscribe ili kunipa nguvu ya kwenda kutoa elimu zaidi kuhusiana na mambo ya fedha, mambo ya kodi. Asanteni sana.